dunia nzima ifanye nini? Imjue Mungu. Kwa hiyo walisoma kwa nafasi yao tu kama nani? Kama wawakilishi. Amen. Kwa hiyo inawezekana sisi pia tuko hapa. Sio inawezekana ndivyo tulivyo. Tuko hapa ili dunia nzima imjue Mungu, Mungu wa kweli. Amen. Sio dini ya kwa hapa, wamjue Mungu wa kweli. Maana dini zipo za kutosha. Tena wengine wanasema dini yao ni kubwa kuliko dini zingine. Na dini ya kwanza na wanasema kabisa Petro ndiye alikuwa papa wa kwanza. Mungu mzeza. Kwa hiyo tuko hapa katika wiki hii ya Pasaka. Sisi tunahubiri habari ya kufa na kufufuka, tunahubiri habari za ushindi wa Yesu. Amen. Na ushindi wetu sisi ambao ulitokana na kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo pale msalabani. Ndio maana tunajifunza hapa. Amen. Amen. Yaani sisi hatutishwi na kitu chochote. Amen. Sawa? Amen. Hatutishwi na kitu chochote. Naomba tusome kitabu kutoka sura ile ya 12, tusome mstari wa 30, alafu tutaenda kuendelea. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 12, tutaanza mstari wa 30 mpaka ule wa 41. Kutoka sura 12 mstari wa 30 mpaka 41. Inasema, Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote, Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akamuita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli. Enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema. Enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Watu wakachukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chatu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakapata kila walicho